Hii ni Operation Kigamboni sehemu ya 5. Katika video iliyopita sehemu ya 4, tuliona kontena limefanikiwa kuibuliwa juu kutoka chini ya giza nene la bahari. Lakini hatukuweza kuona kile kilichokuwa ndani ya kontena lile linalosemekana kuwa na utajiri wa kutisha. Leo nakupeleka moja kwa moja kwenye tukio huko Kigamboni ili uweze kuona kile kilichokuwa ndani ya kontena iliyosemekana kuwa na utajiri wa kutisha. Baada ya meli kulifikisha kontena mahali salama, yaani juu ya sitaha ya meli hiyo ya uzamiaji, wasaidizi walianza kazi mara moja. Walianza kuzikata loki na kuvunja makufuli mazito yaliyokuwa yamefunga milango ya kontena. Walipomaliza, wakaanza kuifungua milango ile taratibu. Ghafla, hewa kama ukungu mweupe ilitoka ndani ya kontena. Ukungu ule ulipotoweka, walizifunga kamba vizuri kwenye ile mizigo na kuanza kuivuta nje. Hapa ndipo kila mtu alipobaki mdomo wazi. Mizigo ilikuwa mikavu kabisa, lakini yale makaratasi ya nailoni yaliyozungushia mizigo hiyo yalionekana kuwa na unyevu kwa juu. Wataalamu walieleza kuwa kontena hilo lilikuwa madhubuti na halikuruhusu maji ya bahari kuingia ndani. Yale maji yaliyokuwa juu ya nailoni yalitokana tu na ule ukungu wa ndani. Baada ya kuuchomoa mzigo ule, shauku ilikuwa kubwa mno. Ni mzigo gani huu uliokaa chini ya bahari kwa takribani mwaka mzima? Cha ajabu bwana, ile shehena haikuwa mamilioni ya pesa taslimu kama wengi walivyodhania, bali zilikuwa ni simu za iPhone, Samsung na nyinginezo. Kiufupi, ilikuwa ni shehena ya simu za thamani kubwa. Ili kuondoa mashaka, walitoa simu moja kwa ajili ya kuijaribu. Japo boksi lake lilikuwa na matone ya maji, simu yenyewe haikupata madhara. Waliifuta kwa kitambaa cheupe, kisha wakajaribu kuiwasha, lakini haikuwaka. Wakahisi kuwa kutokana na kukaa baharini kwa muda mrefu, labda chaji ilikuwa imeisha kabisa. Wakaleta chaja ili kuijaribu. Walipochomeka tu, ghafla mashine ikaitika bwana. Kifaa kumbe ni kizima kabisa aise. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Sasa, maswali yanayoumiza kichwa ni haya. Kampuni ya Azania na shehena ya simu, wapi na wapi? Na ilikuwaje magari yote mawili yakatumbukia ndani ya bahari? Je, yalibebwa kwenye chombo gani wakati yanasafirishwa? Kama unataka tuendelee na sehemu ya 6, comment neno next hapo chini. Usisite kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi tu sehemu ya 6 itakapowekwa. Share video hii kwa marafiki zako wote, nao wasipitwe na ukweli huu. Asante na tukutane sehemu inayofuata.